Yani is a singer, songwriter and recording, alafu pia mwenyewe ni performing artist. Yani ni msanii, ni muimbaji, alafu pia akona talanta zingine kama ulikuwa hujui. He's also a guitarist, anakuwa anapiga gitaa, alafu pia mwenyewe anapenda kucheza basketball. Like in sometimes in his free time anakuwa anacheza basketball, alafu pia mwenyewe ni video gamer, pia ni biker wa kupeleka zile ma BMX bikes, unaona zile mavitu za kupeleka bikes yani. Then early life and background ni yani grew up in the slums of Mathare, ambao hasa alikuwa ni pale mtaani pale Mathare mazee kwa slums ambao ni Western Kenya, Nairobi. Yani anaitwa Ian Oure, ambao ndo ni jina lake la ukweli. Ian Oure ndo ni jina, the real name of Ian Oure. Hapo ndo akapata hilo jina lake la nickname. As in kama ali formulate jina lake from that real name ambao ni Ian, ambao sasa ni Ian Oure, Ian. Unaona? Sasa ndo ikatokamana na hapo ndo akapata jina lake la usanii. Alafu sasa yeye mwenyewe alikuja akasema ni kwa sababu ya struggles zenye yani alikuwa anapitia hiyo before time akianza ni maisha ile alipokuwa bado yani alikuwa yuko campus pale university, like alikuja ka drop campus because of hizo struggles, alafu pia na school fees yani ilikuwa hakuna pesa. Sasa ikabidi msee ameachana mambo na masomo kiasi ndo achukue tena sasa ile pesa kidogo ile ilikuwa anapata akaamua invest kwa music full time, wanamuziki wake. Sasa ile talent yake ya wanamuziki kama sasa mimi cheki mambo na shule ni basi, sasa nitaangalia tu mambo na usanii na wanamuziki. So akachukua pesa, yani pesa yake akaamua tu ata drop out from school and he will invest the money in the music full time. Alafu unapata his music journey ilianzia 2009, but sasa unapata ilichukua muda ndo akaja yani akaanza kukua ile kujulikana, lakini mwenyewe alikuwa ameanza 2009 ndo alikuwa ameanza kutoa yani alianza wana usanii yani ile kuimba, kutoa mangoma nini unaona. Lakini sa breakthrough ilikuja later baadaye, ambapo unapata hiyo career and breakthrough yake yani he gained fame with single kama ile unapata ile nyimbo yake fulani ilikuwa inaitwa Leta Pombe Leta Pombe. Hiyo nyimbo sijui inaimbaje huko mbele, lakini najua tu hapo peke yake. Hiyo ngoma ndio ilimtoa, ambapo ilikuwa ni 2021 alikuwa ametoa hii ngoma. Alafu kuna venye sasa ile hiyo nyimbo kuna venye ili resonate na Wakenya wengi, so kuna venye tu yani ikaenda viral. Alafu kuna nyingine pia akaendelea kutoa ngoma zake pale na hizo struggles zake, akatoa ngoma nyingine inaitwa Furaha ni kulewa na marafiki, Furaha ni kuwa na marafiki. Hiyo sasa hiyo ngoma hiyo ndo kuna venye pia nayo ikaja ikaanza kumtoa tena kwa map tena hivyo, akaendelea kutoa ngoma zake. Sasa yani ni msanii mkali tuseme, yani kabla tuwe ngoma ni kuna venye huwa anatulia anatengeneza hii ngoma yake mpaka inakuwa ni ngoma fit until paka sasa hii ngoma ni mingi zenye ametoa, hadi kuna zingine sijazitaja hapo, like nime skip a very big session hizo ngoma zake because ngoma ni mingi. Basi kuna kama sasa hii hizi za 2025 2024 hapa kuna kama ile Kifo cha Mende, I think unajua hiyo ngoma ambayo ni mpya mpezo Kifo cha Mende. Alafu sasa kuna venye ilikuja hiyo sasa inajaribu kumuonyesha ile yani bado mse amestick kwa grind yake, alafu ina show off like bidii yake yani inalipa. So kuna venye pia sasa kama sasa ukiangalia yani like he has collaborated with other artists kama vile kuna tema alikuja kwa featured na kwa nyimbo ya sijui Naiboy ama ndo alimfeature Naiboy. Yani inamaanisha anajaribu ku rise na mambo na networking kama sasa unaangalia anafanya kazi na wasanii wakubwa in the industry, unaona. Alafu pia on the side business ni pia yani alikuja kuna tema ni yani alikuja kwa lebo ya Aroboy ambayo ilikuwa inaitwa Utembe World. Like sasa after some time kuna venye huyu yani akaamua atatoka kwa hii contract ya hiyo music label ya Aroboy. Sasa ndio ile yani grow to independently, ajaribu kufanya mavitu zingine yani na kuevolve, unaona. Lakini still bado wako on good terms, yani hawajakosana. Yani kuna venye tu bado wanapatana, wanaheshimiana, wanaweza ongea, lakini alitoka kwa hiyo label because unajua si wasanii kuna venye tu msaki toka kwa label sana wao inakuwa ni vita yani. Lakini sasa alitoka kwa label ya Aroboy but still yani wako on good terms, wanaheshimiana na maisha yanaendelea. And about his style themes, alafu pia na public image ya yani his music kuna venye tu yani inaingiliana mambo na urban afropop, alafu ni
contemporary Kenyan pop, alafu pia kuna themes kama vile za celebration, yani mambo na sherehe, yani unaona sherehe, maisha, kupanda na kushuka, alafu pia na mapenzi, yani nyimbo zake zinakaa namna hiyo yani, alafu na mambo zingine pale ndani yake. Alafu sasa tofauti na wanamuziki peke yake, ama tuseme kama mambo na value zake, huyu yani kuna venye alikuja akasema yani anapenda yani like he wants and he prefer to preserve his virginity, yani anapenda kusema yani hataki kufanya sex ama kudinyana before marriage, so yani anajaribu kupreserve hiyo ubikra yake yani until marriage, yani anataka kuwait until marriage ndio afanye hizi mavitu, unaona. Alafu yeye mwenyewe pia ashakuja kuongelea mambo na mental health, akasema yani kuna tema alikuwa anapitia depression in 2023, ambao sasa pia ni kama ilikuja ika inspire kazi yake, ikabidi tu ametoa mangoma kwa sababu ya depression, unaona like depression is real man. Sasa kuna venye alikuwa anapitia hiyo kitu, sijui kama ilikuwa kwa sababu ya financial struggles ama ni mavitu zingine za maisha. Sasa hiyo hali ilikuwa inampitia 2023. Pia kuna venye ilikuja ka inspire kutoa mangoma kadha wa kadha zenye ilikuwa ni nyimbo za kama sad songs ama love songs whatever, yani unaona. And currently pia kuna time alikuja kaongelea mambo na challenges zake, unapata although yani kuna venye mangoma zake zingine ziko popular, yani kuna venye alikuja ka complain akasema wale ma event promoters wa Kenya kuna venye huwa hawataki kumbook sometimes, yani despite ya yeye yani kupata mangoma makali ama hizo ma growing hit songs catalog, kuna venye yani watu yani hapa tizi ma shows vizuri, ama ma promoters wa Kenya ni kama wanambania, ile za kwa wanambania, ama pengine tu ni unajua mzee anajaribu ku grow lakini watu wengine hawapendi growth yako, so inaweza kuwa ni mavitu zingine zenye zinahappen hapo. Alafu yeye mwenyewe pia alikuja hii 2025 alikuja akapata brand deal yenye ilikuwa inaonyesha sasa growth yake, yani commercial value yake inaendelea kuongezeka. And sasa kama sasa like tuna expect yani kuna hii national big event ambayo yani alikuwa he was announced to perform at the World Cup qualifier match in Kasarani. Hii yani inapata hii mambo na mpira, alafu kuna ile World Cup qualifier match. Sasa kuna venye huyu yani alikuwa ni perform pale mangoma nini atumbuize ma commentators wao wanaangalia boli, unaona. Alafu sasa public relations and personal life yani akona girlfriend mwenye alikuja akamuintroduce anaitwa Shizke Munto at Mkisi Fest, ambao ilikuja ni walikuwa wanaonyesha ile dhahiri shairi kwamba ni watu wenye wako katika mapenzi, unaona. Yani ilikuwa wanafuatana mara wanashikana wanacheza things of that nature. Alafu mwenyewe alikuja akasema like monthly anakuwa anampatia girlfriend wake around 150 to 200k Kenya shillings, 150 to 200,000 Kenya shillings kama allowance. Yani anakuwa anampatia girlfriend yake hiyo pesa, ambapo sasa this is just like a general information yenye alikuja tu akaongea tu mwenyewe akasema wanampatia demu wake hiyo pesa, yani so you know. Alafu yeye mwenyewe pia mambo na value yake bado nimekwambia ni like anasema hapendi yani hiyo yani anajaribu ku abstain from sex until marriage, yani sasa amesema ni mambo na hiyo kudinyana yani hataki, ambapo sasa pia ilikuja ka confuse mafans after ameanza kumintroduce girlfriend wake. I mean alisema hata dinyana mpaka aoe, unaona. Ambapo sasa alivyokuja kama introduce demu wake ilikuwa ni ilileta tashwishi yani kwa mafans, alafu pia na kwa social media, unaona. Like kuna wengine yani wanawapenda wakiwaona vile, alafu wengine pia ni ile wamechanganyikiwa, na pia wengine wanawachukia like kama ma haters, unaona. So ilikuwa imeconfuse mafans because yeye mwenyewe alisema hataki kudinyana mpaka aoane, lakini sasa tunasema ameintroduce girlfriend. I mean of course bana, si ni ma grown ups na pia ni life yake, that's none of our business, and whatever you do with this information is also none of my business. But hatujui kama ni ukweli ama ni urongo, kwa sababu kama mtu ako na dem lazima tutadinyana mazee. Let's just speak the ukweli, unaona. Ambapo sasa why he matters right now and what next, and ama vitu zenye tunafaa ku expect za yani ni eti yeye mwenyewe kuna venye ana represent like a rising generation of Kenyan artists wenye wanatambulikana not only with the hiyo muziki tu hapa mtaani, but also East African recognition, yani anatambulika hata kama itawezekana internationally, yani isikwe tu hapa locally peke yake.